Tano yetu nimeshawaambiaga ni siku ya Bible study. Ni siku ambayo ndio siku pekee tuna nafasi kuuliza maswali yoyote yanayotusumbua ambayo hatujaelewi, aidha kuhusu Kristo au kuhusu Biblia au kuhusu vitabu vingine vya dini. So tunapokuwa na Jumatano yetu ni siku ambayo ndani yake ina kibali cha Mungu cha sisi kukua katika maarifa na kukua katika uelewa wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni siku ambayo huwa nawasisitiza kuwa ni siku ambayo msikose. Najua watu Jumapili wanajazana hapa, wanajaa kila kiti, hadi wengine wanasimama. Lakini ukitaka muujiza, huwa naambia kwamba ukitaka muujiza njoo Jumapili, ila ukitaka kuutunza muujiza njoo kwenye Bible study. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuupata unaupata, lakini je, utakaa nao? Utadumu nao? Jumatano na Ijumaa ndio inafundisha unaudumishaje huo muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaenda sawa. Okay, kwa hiyo katika swali letu la kwanza la leo ambalo tulipokea kutoka kwa mmoja wenu ni hili. Anasema nilipata mali kwa waganga, alafu baadaye nikaokoka. Je, ni sahihi kuendelea kuzitumia? Ikitokea umepata mali kwa mganga alafu later on ukaokoka, je, ni sahihi mali hizo kuendelea kuwa nazo? Bwana Yesu asifiwe. Swali zuri, sivyo? Haleluya. Ila nataka unakuwa nasema alizipata kabla ya kuokoka, kwa sababu uliokoka mali zako hazitoki kwa mganga, zinatoka kwa mganga wa waganga. Sawa? Kwa hiyo wewe hata usiwaze, hata ufikiri, hata kama umetaitiwa vipi, kama Mungu wako akupi hela, hakuna miungu itakupa hela, kwa sababu miungu mpaka ikupe hela ina maana umekuwa wao. Sasa wewe umenunuliwa kwa damu ya thamani, kwa wewe sio wa kwako, ni wa kiumbe fulani. Kwa hiyo ndio hivyo. So anasema nilipata mali kwa waganga. Je, ni sahihi kuendelea kuzitumia? Bwana Yesu asifiwe. Ndio swali lako. Je, ni sahihi kwenda kuzitumia? Naomba nianze sasa kulijibu hilo swali. Nitaanza na Mithali 13. Mithali 13. Mstari ni ule wa 11. Mithali 13 mstari ni ule wa 11. Maandiko yanasema mali zinazopatikana kwa uharaka zitapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mali zinazopatikana kwa uharaka anasema zitapunguka. Kwa hiyo nikuhakikishie, kama ulikuwa hujaokoka, ukimpokea Yesu bila wewe kusema, yaani yule ameuliza anasema, je, nikiokoka niendelee kuzitumia? Nikuhakikishie, ukishaokoka zitapunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu aliyekupa hizo mali sio Mungu wa mbinguni. Miungu inafadhili aliye mtu wake. Kwa hiyo siku ukimkataa huyo Mungu aliyekupa hizo mali, ukasema sasa nampokea Kristo, Mungu mwenye hizo mali ataanza kuziita zikuachie. Kwa hiyo ishara ya kwanza ni kwamba hizo mali zitaanza kupukutika. Ndio maana watu wengi wanasemaje, alikuwa vizuri, siku alipookoka maisha yakaanza kuwa magumu. Kuna watu siku amesema hivi Yesu ampokea maisha, ndio biashara ilianza kusua. Sasa unajiuliza, je, ni kwa sababu Mungu wetu ana gundu? Unagundua no, sio gundu la Mungu wetu. Ina maana mali au fedha zilizokuwa katika hiyo biashara sio
genuine money, sio fedha takatifu, sio fedha ambazo ziko sponsored na Mungu aliye mbinguni. Haleluya! Kwa hiyo kitu cha kwanza anasema mali zilizopatikana kwa uharaka. Na anaposema kwa uharaka, wakati wanatafsiri Biblia yetu sisi hawakuwa na neno nzuri, lakini walitumia uharaka kwa sababu fedha ya Mungu haipatikani kwa uharaka. Wanaweza sio ni ile yenye njia za mkato ndo ya haraka. So anaposema fedha zinazopatikana kwa uharaka, ukiangalia Biblia ya Kiingereza inamaanisha fedha iliyopatikana kwa kona. Na hata ukiangalia kilugha halisi cha Kiebrania, hilo neno haraka ni neno hebel, ambalo hilo neno hebel huwa linamaanisha fedha zilizopatikana kupitia Mungu mjinga. Yaani Mungu anamuita Mungu yoyote anayekupa mali kama sio yeye Mungu mjinga. So hilo neno haraka linamaanisha fedha yoyote iliyopatikana kwa Mungu wa kijinga au Mungu mjinga. Sasa na uhakika mimi na wewe Mungu wetu sio mjinga. So ina maana anaongelea miungu. Ndio maana anasema fedha zozote zilizopatikana kwa hebel, kwa haraka, zitapunguka. Anasema zitapungutika kwa mujibu wa hiyo Proverbs, Methali 13:11. Kwa hiyo Mungu atapungutisha hizo mali ambazo mtu anasema kwamba nikishaokoka sasa kama nilizipata kwa mganga nisifanye. Cha kwanza uwe na uhakika zitapungutika. Lakini kuna yule ambaye hazipungutiki zikaisha. Huyo pia tunamgusia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna yule ambaye zitashuka tu, lakini bado kuna namna anakuzidi, bado mwombaji, zimepungutika. Ndio maana huwa na kawaida ya kuambia kwamba kila mmoja akikwambia sina hela, bado muulize una shilingi ngapi, kwa sababu everybody ana kiwango cha kusema sina hela. Kuna mtu ambaye akiwa na milioni 2 atasema nimepigika vibaya sana. Alafu kuna wewe ambaye vocha ndo kimya kabisa, ndo utasema sina hela. Yes, so kila mmoja ana kiwango cha kutokuwa na hela kwake. So mali zipatikanazo kwa uharaka zitapungutika. Sasa Yohana, tumzungumzie Yohana 14:30. Tumzungumzie yule ambaye bado anacho, kimepungua tu kwamba biashara zimeanza kwenda vibaya, lakini bado kuna mabaki ambayo yalitoka kwa yule mganga. Ina maana huyu anafanyaje? Yohana 14:30. Biblia inasema hivi, na Yesu akamwambia, sitasema maneno mengi tena, kwa maana yu aja kuwa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yesu akiwa anafundisha akasema anakuja kuwa ulimwengu, lakini hana kitu chake kwangu. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hili, chochote ambacho hakijatoka kwa Mungu lazima ukakikabidhi. So huyo Yesu akasema anakuja shetani ila hana kitu chake kwangu. Unajua wengi wenu hata kama ni waombaji, hata kama mko serious na Mungu katika kipindi hichi, bado mna kitu cha shetani, ndio maana ana uhalali. Yaani unaweza ukawa ni muombaji mzuri, lakini una kitu cha shetani ndani yako, una tamaa. Kwa hiyo kila akija, huo ndio mlango anaotumia. Hata kama una dini nzuri, ni mtu wa dini, ni mtu wa kanisani, lakini akiangalia una kitu chake kwako ambacho kinaitwa tamaa. Aidha tamaa ya hela, au akiangalia ni mtu wa ibada, ndio ni worshiper mzuri, ukianza kuabudu mapepo yanakimbia, lakini kila kitabu kuangusha anaangaliaga huyu anapenda kitu gani, anagundua unapenda umbea. Kwa hiyo una kitu chake kwako, ndio halali anaotumiaga kukuingilia. Sasa Yesu akawa anazungumza akasema anakuja shetani kwangu, lakini hana kitu chake kwangu. Mimi ni msafi, sina tabia yote ya kipepo.
Na nasema hivi kusemaje? Siku una mali ambazo hazikupatikana kiuhalali au zilipatikana kwa njia ya kipepo au ya kishetani, ina maana hakikisha shetani akija asikukute nazo. So ina maana kama zimebaki kazikabidhi kanisani, kwamba ili gari nililonalo nililipata nilipoenda kulala makaburi siku 3. Kila kitu kimeharibika, ila hili gari lipo. Ni kwamba nalipeleka gari kila siku. Ni vizuri ukalitoa ili shetani anapokuja asikute kitu chake kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na yeye ule mchungaji ambaye unamkabidhi lazima aelewe kanuni, kwamba akikabidhiwa kile kimetoka kwenye madhabahu gani. Sio afike aseme ulipata kupitia makaburi. Aisee, mbaya sana hii. Fungo zake ziko hapa. Useme hizi hapa. Sitaki tena ile gari, naomba mbaya sana. Hivi kama uweze mwanangu, nipe mimi. Uone kama watanifuatilia. Huyo mchungaji atapotezea maisha yake kwenye hilo gari. Kwa sababu wewe shetani akikutafuta aliyekupa hana kitu chake kwako. Lakini akija kwa huyo mchungaji kama hana renki, ina maana shetani atakuta na gari lake. Na shetani kulichukua gari lake kwa haombi funguo, analipigiza mahali, ndio amekunyang'anya kitu chake. Shetani akikunyang'anya nyumba anaiunguza, ndio amekunyang'anya. Shetani hajawahi kuja kwamba nipe funguo za ile nyumba ndio kwa ile gorofa ulilojenga Masaki. Atawasha moto toka kunyang'anya. Are we flowing? Hallelujah. Amen. Kama shetani alimpa mtu mtoto, huwa haji kumnyang'anya like this.